Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. Asante mpenzi mtazamaji wa kipindi kingine tena cha Gospel. Naitwa mtumishi Jovin kutoka hapa huduma ya Gospel. Leo pia ni siku nyingine ambayo tumepata neema ya kuweza kukutana katika somo lingine linalokwenda kwa jina la kuvunja katiba mbovu. Kuvunja katiba mbovu. Hapa sizungumzii katiba ya aina yoyote ile, sizungumzii katiba ya nchi, sizungumzii katiba ya mtaa, sizungumzii katiba ya mkoa, sizungumzii katiba labda inayoendesha au inayotumika kutawala labda eneo fulani. Hapa ninazungumzia katiba ya kiroho. Tufungue moja kwa moja kile kitabu cha Esther sura ya kwanza mstari ule wa 19. Mimi nina Biblia yangu hapa tayari nimekwisha kufungua. Esther sura ya kwanza mstari wa 19. Biblia inasema hivi: basi mfalme akiona vema na itoke kwake amri ya kifalme, nayo iandikwe katika sheria za Waajemi na Wamedi, isitanguke, ya kwamba Vashti asifike tena mbele ya mfalme Ahasuero, na umalkia wake mfalme ampe mwingine aliye mwema kuliko yeye. Hiyo ni Esther sura ya kwanza mstari wa 19. Unajua kama nilivyozungumza kwamba katiba ninayozungumzia hapa ni katiba ambayo inamtawala mtu kwenye ulimwengu wa roho. Mtu yoyote yule anayo katiba ambayo inampeleka au inamwendesha au inaoperate maisha yake kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna mtu ambaye anaishi bila kutawaliwa au bila ramani ambayo inamtawala kwenye ulimwengu wa roho. Kwa lugha nyepesi naweza nikasema kwamba katiba ya ulimwengu wa roho au katiba ninayozungumzia hapa katika ulimwengu wa roho ni kama mchoro au kama ramani ambayo imechora maisha ya mtu jinsi yatakavyokuwa kwa nje. Ni ramani au ni mchoro ambao unaonyesha maisha ya mtu jinsi yalivyo kwa nje. Kwa maana nyingine kwamba huyu mtu jinsi anavyoishi nje anaishi kulingana na mchoro ambao upo kwenye ulimwengu wa roho. Ule mchoro sasa ndio ninayotafsiri au ndio unayotafsiriwa kwamba ni katiba katika ulimwengu wa roho. Hapa tuliposoma katika kitabu cha Esther, ninaweza kufupisha kidogo kwamba siku moja baada ya mfalme kuwa amemuita malkia Vashti, yule malkia aliweza kukataa, na mwisho wa siku washauri wa mfalme wakakaa chini, ile meza yote ya ushauri ikakaa chini na kumshauri mfalme kwamba hebu iandikwe sheria na iandikwe sheria iwekwe kwenye katiba ya nchi kwamba Vashti asiweze kufika tena mbele ya mfalme Ahasuero au Vashti asiweze kuingia tena ikulu. Ndio tafsiri yake. Sasa ile sheria iliweza kuandikwa na kuwekwa kwenye katiba ya nchi. Maana yake ni kwamba katiba iliyokuwa inatawala lile eneo, kifungu kimojawapo kilikuwa kinasema kwamba malkia Vashti asiingie tena ikulu au haruhusiwi kuingia tena mbele ya mfalme Ahasuero. Naweza nikasema kwamba hata watoto walipokuwa wakizaliwa, wakikua, wakisoma, waliokuwa wanasomea sheria kipindi kile, sheria za ile nchi au sheria za lile eneo, ni kwamba kifungu kimojawapo cha sheria walichokuwa wakisoma ni kwamba Vashti asifike mbele ya mfalme Ahasuero. Ile ni sheria ambayo iliwekwa kwenye katiba ya nchi, iliwekwa kabisa kwenye katiba ya nchi na ikagongelewa muhuri wa mfalme. Haikuweza kutanguka wala haikuweza kubadilishwa. Sasa naweza nikasema kwamba huyu malkia Vashti
aliweza kuishi kulingana na ile katiba jinsi ilivyokuwa inazungumza. Hakuweza kwenda tofauti mpaka abadilishe au mpaka ile katiba ibadilishwe ndipo huyu Malkia Vashti aweze kwenda kwa mfalme au ndipo aweze kuingia ikulu. Asingeweza kuingia ikulu kabla ile sheria au kabla ile katiba haijabadilishwa. Hivyo naweza nikasema kwamba ile katiba ilikuwa ni kama mchoro uliokuwa unaendesha maisha ya Vashti. Ni mchoro ambao ulikuwa unatafsiri maisha ya Vashti yawe vipi, kwamba ule mchoro unakataa Vashti asiingie ikulu, na ndivyo hivyo katika ulimwengu wa kawaida Vashti hakuweza kuingia tena ikulu. Sasa ndivyo hivyo kitu ambacho ninazungumza kwamba maisha ya mtu yanatawaliwa na katiba katika ulimwengu wa roho. Inaweza ikawa ni katiba nzuri au inaweza ikawa ni katiba mbovu. Katiba mbovu siku zote inatoka kwa Ibilisi. Ndio unaona mtu anasumbuliwa na magonjwa yakatike kwenye maisha yake, inaibuka pressure, inaibuka kisukari kikitulia, inaibuka labda matatizo mengine ya kiafya, inaibuka magonjwa ya kupumua. Hayo maisha anayoishi sio maisha bure, ni katiba yake kwenye ulimwengu wa roho, ndivyo inavyotafsiri hivyo. Sasa ili huyu mtu aweze kuishi maisha yenye afya au maisha ya furaha, inabidi aingie kwenye ulimwengu wa roho na kuweza kubadilisha ile katiba kwenye ulimwengu wa roho. Kama katiba kwenye ulimwengu wa roho inazungumza kwamba huyu mtu atakufa kwa presha, ni kweli huyu mtu katika maisha ya kawaida au maisha ya nje tutaona huyu mtu anaenda kufa kwa presha. Kama ni katiba yake kwenye ulimwengu wa roho inazungumza kwamba huyu mtu atakaa masikini siku zote, yani hata akianzisha mtaji, akianzisha biashara ya namna gani itakufa, akianzisha kitu gani chochote kile cha kumuingizia kipato kitakufa. Ni katiba kwenye ulimwengu wa roho inazungumza kwamba huyu mtu atakufa maskini, hatazalisha kitu cha aina yoyote ile. Sasa ili huyu mtu aweze kufaulu katika eneo la kifedha au ili mtu aweze kufaulu katika eneo la kiuchumi, sio kukimbilia kuomba mikopo benki ili astawishe biashara. Unakuta mtu biashara amefungua biashara labda maduka, supermarket, amefilisika, amekimbia kuomba mikopo. Ile mikopo ameitumia tena, amenyanyua biashara ile, baada ya miezi 2-3 biashara imekufa tena, amezunguka tena upande wa pili kuomba mikopo. Nataka nikwambie kabisa, tatizo la huyu mtu si mikopo, tatizo lake ni katiba kwenye ulimwengu wa roho inazungumza kwamba huyu mtu hatazalisha kitu cha aina yoyote. Huyu mtu hataweza hata ukimpa mtaji, hata ukimfungulia maduka, supermarket hapo, ukirudi baada ya miaka 2 au mwaka mmoja utakuta hana hata kibanda cha nyanya, kwa sababu katiba yake kwenye ulimwengu wa roho ndivyo inavyozungumza kwamba huyu mtu ataishi maisha ya umasikini. Sasa huyu mtu lazima aingie kwenye ulimwengu wa roho ili aweze kuibadilisha katiba, na akiweza kuibadilisha ile katiba kwenye ulimwengu wa roho, katiba yake, katiba ya uchumi wake au katiba ya eneo la afya, akiweza kubadilisha ile katiba, ndipo maisha kwa nje tutaona kwamba anafaulu kwenye biashara, anafaulu kwenye uchumi, anafaulu kwenye afya. Akigusa eneo la uchumi, fedha kidogo, anazalisha fedha nyingine. Ukimwongezea 10,000 hapo unakuta ana shilingi 30,000 kazalisha tena. Huyu mtu maisha kwa nje utaona yanaanza kustawi. Ndivyo hivyo nikasema kwamba huyu Vashti ili aende tena ikulu, ili aingie tena mbele ya mfalme, katiba ilikuwa inamzuia. Kwenye ulimwengu wa roho ile katiba ili aishi sawa sawa na ile katiba, lazima kwanza abadilishe ile katiba kwenye ulimwengu wa roho. Sasa watu wengi kwenye maisha wanatawaliwa na katiba kwenye ulimwengu wa roho. Nimesema kwamba kila mtu anatawaliwa na katiba kwenye ulimwengu wa roho. Maisha ya mtu yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Naweza nikatafsiri namna hiyo kwamba maisha ya mtu, jinsi mtu anavyoishi ulimwengu wa roho, ndivyo unatafsiri huyu mtu aweje kwa nje. Biblia inasema hivi, mpenzi, ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako inavyofanikiwa. Kwenye ulimwengu wa roho, jinsi ulimwengu wa roho unavyotafsiri huyu mtu, na ndivyo hivyo maisha yake ya nje yanakuwa. Hilo andiko linatafsiri katiba hii ya ulimwengu wa roho ambayo ninaizungumza hapa.
Sasa unakuta watu wengi wanaishi maisha ya, naweza nikasema kwamba kwenye uchumi, nimeshagusa eneo la uchumi kwamba mtu anaanzisha biashara inakufa, anakimbia kuomba mitaji, kuomba mikopo. Lakini shida ya huyu mtu, ukiona umefungua biashara mara 4-5 biashara inakufa, acha kufanya kitu hicho. Badilisha katiba yako kwenye ulimwengu wa roho. Katiba yako kuna namna imezungumza, kuna namna ambavyo inatafsiri uchumi wako uweje. Tukirudi kwenye eneo la ndoa, unakuta mtu ameokoka vizuri, anaenda kanisani vizuri, lakini ndoa yake haikaliki. Ndoa ni chungu, kwa sababu katiba ya ulimwengu wa roho inazungumza kwamba huyu mtu hatakaa kwenye ndoa, huyu mtu hatafaulu, hataishi maisha ya raha kwenye ndoa. Unajua, wanaishi maisha ya raha ilitafsiriwa kwamba ni wale watu ambao hawajaokoka ndio hawaishi maisha ya raha kwenye ndoa. Lakini nataka nikuambie kwamba kila mtu, hata ambaye umeokoka, katiba yako kama inazungumza uharibifu kwenye ulimwengu wa roho katika eneo la ndoa, lazima uishi maisha ambayo sio ya furaha kwenye eneo la ndoa. Watu katika maeneo ya ndoa hawana furaha, ndani ni vita, lakini akitoka nje anajaribu kuonyesha tabasamu, lakini ukweli ni kwamba ndani ndoa yake haikaliki, kwa sababu katiba yake kwenye ulimwengu wa roho inazungumza huyu mtu hatafurahia maisha ya ndoa. Watu wana katiba ambazo zinawatawala kwenye ulimwengu wa roho zinazungumza maneno hasi au maisha hasi kwenye huyu mtu. Huyu mtu kwanza ataanza kuwa na tafsiri ambazo si sahihi kwenye mazingira tofauti. Hata akijitahidi kumove kwenda mbele, lakini vitu vitagoma, hakitaenda kitu cha aina yoyote ile. Unakuta mtu katiba yake kwenye ulimwengu wa roho inazungumza kwamba huyu mtu lazima aoe kwenye ukoo wa kwetu, au lazima aoe kabila la kwetu. Sasa akijaribu labda kuenda nchi za nje, akapata kazi nchi za nje huko South Africa, akapata kazi Ujerumani, akapata kazi Ulaya, USA huko, akaanzisha uhusiano na mtu wa kule, akaanzisha uhusiano wa labda kufunga ndoa na mtu wa kule, vitu vitakataa, kwa sababu katiba yake kwenye ulimwengu wa roho inazungumza huyu mtu lazima aoe kijijini. Sasa huyu mtu hata aking'ang'ana, hata akipambana akafunga ndoa na mzungu au na Mkorea, ndani ya ndoa vitu vitaharibika tu. Yani ndoa haitakuwa na amani, ndoa haitakalika. Lazima yani ile katiba inapiga kelele kwamba huyu mtu anatakiwa aoe kijijini kwetu, huyu mtu anatakiwa aoe mwanamke wa kijijini. Katiba yake kwenye ulimwengu wa roho, katiba inamwekea mipaka mtu kuishi maisha vile ambavyo Mungu anataka. Huyu mtu kama Mungu anataka afaulu, katiba kwenye ulimwengu wa roho ikikataa, nataka nikwambie kabisa huyu mtu atapambana, lakini hataweza kufaulu mpaka abadilishe katiba ile kwenye ulimwengu wa roho, mpaka ajitahidi kubadilisha ile katiba kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza ukawa umepambana katika maeneo tofauti, katika eneo la kiuchumi, unaweza ukawa umepambana katika eneo la afya, lakini vitu haviendi. Unaweza ukawa umepambana katika maeneo tofauti, lakini unaona vitu bado vigumu. Miaka 4-5 bado unapambana na jambo lile, lakini haliendi wala halisogei. Nataka nikwambie kabisa, badilisha mbinu, ingia kwenye ulimwengu wa roho, badilisha katiba inayozungumza hilo eneo ambalo unapambania. Jaribu kubadilisha katiba yako inazungumza nini kwenye hilo eneo, kwamba utakufa masikini. Ndio maana ukianzisha mtaji, ukianzisha biashara hii na hii, kila biashara unayoanzisha inakufa, kila biashara unayoanzisha haisogei wala haiendi. Ingia kwenye ulimwengu wa roho, badilisha katiba ambayo inazungumza eneo lako la uchumi. Badilisha katiba inayozungumza ugonjwa huo kila siku, miaka nenda rudi, umejaribu kuzunguka huku na kule, umejaribu kwenda katika mikesha ya aina tofauti, lakini bado vitu haviendi.
Badilisha katiba inayozungumza eneo lako la afya. Badilisha katiba inayozungumza eneo lako la afya. Tumesema kwamba Vashti hasingeweza kwenda ikulu, asingeweza kwenda mbele ya mfalme mpaka ile katiba ibadilishwe. Ile katiba, ile sheria iliyoandikwa kwamba Vashti haruhusiwi, mpaka ibadilishwe tena iandikwe Vashti anaruhusiwa, ndipo kwenye ulimwengu wa kawaida tutaona kwamba Vashti ndipo ataweza sasa kwenda. Katika kipindi kinachofuata tutaweza kufanya maombi hapa ya kubadilisha katiba zinazomtawala mtu kwenye ulimwengu wa roho. Kila katiba mbovu inayomwendesha mtu kwenye ulimwengu wa roho, lazima tufanye maombi hapa. Kwa hiyo jitahidi sana, usikose katika kipindi kingine tena. Tuendelee kufuatana vipindi vinavyofuata. Naitwa mtumishi John Vin kutoka hapa Gospel Alarm. Namba ya simu niyo inapita kwenye screen yako hapo, 0789840066. Unaweza kaingia katika mitandao ya kijamii ukaandika Gospel Alarm TV, utaweza kupata mafundisho ya aina mbalimbali. Utaweza kubarikiwa sana. Kwa ushauri, maombi, maoni au una comment aina yoyote ile, tunaweza tukawasiliana katika namba hiyo ambayo nimekwisha kuitaja hapo. Naitwa mtumishi Jovin. Tukutane tena katika kipindi kingine tena. Ubarikiwe sana na Mungu azidi kukuinua. Amen. I've got something more than gold. I'll tell it to the world. Jesus is more.